Ndugu, nikusalimu kwa jina la Yesu. Ni siku nyingi hatujaonana, na leo nipende kukukaribisha sana kwenye tafakari hii inayosema kwamba kumbe ufalme wa Mungu, akisema Yesu aliposema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa, kumbe ni neno pana sana. Kutafuta ufalme wa Mungu sio kwenda kanisani kusali ukarudi nyumbani, lakini bado ni mwizi, bado ni muongo, bado ni fitina, bado ni mzulumaji, bado ni muuaji, bado una kila tabia chafu. Kwa ufalme, kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake ni kufanyaje? Ni pale ambapo kila sehemu unapokuwa, kila eneo unapokuwa katika shughuli zetu za kawaida za kutafuta riziki, uwe ofisini, uwe mitaani, uwe ni mjasiriamali, uwe unafanya kibarua, unatakiwa uwe mwaminifu. Kwenye ule uaminifu wako kutenda wema, kwenye ule upendo unaoonesha, umo ndo unatafuta ufalme wa Mungu. Sio ufalme wa Mungu kwamba unaenda kanisani, unasali, unarudi nyumbani, lakini bado ni mwizi, bado ni muongo. Huko sio kutafuta ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu, akisema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, yaani maana yake utafuteni kwanza utawala wa Mungu kwenye moyo wako, na ndipo utakuja sasa utawale kwenye muktadha wa mazingira, kwenye uongozi, labda isi mbunge, madiwani, mpaka wenye viti wa mitaa. Ndo ukishaingia kwenye mioyo ya watu sasa ufalme wa Mungu, ndipo utaingia kwa wale ambao wanatuongoza. Kwa hiyo akisema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine mtazidishiwa, kama alivyoandika kwenye Mathayo 6:33, lakini kwenye Luka amesema utafuteni ufalme wa Mungu na mengine yote mtaongezewa. Kwenye Luka ameandika hivyo, Luka 12:12. Mungu alitamani tuweje yaani Yesu aliposema hili neno alimaanisha nini? Alitaka tufuate zile kanuni zake, yani tutafute kila siku namna ya kuishi kwenye kanuni za Mungu. Kanuni za Mungu, Mungu anasema Mungu yeye ni pendo. Yeye ni pendo. Anasema asiyependa akumjua Baba, kwa sababu Mungu ni pendo. Katika ile Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Lakini hiyo sura ya 4 mstari wa 20 anasema utasemaje unampenda Mungu usiyemuona, wakati huyu jirani yako ambaye unaishi naye karibu umpendi? Upendo ndio chachu ya kila jambo. Upendo ndio chachu ya kila kitu. Ndugu yangu, ukiwa na upendo kila jambo litafanikiwa vizuri. Ukiwa na upendo, kwanza ukienda ofisini huwezi kuiba. Ukiwa mitaani huwezi kumuibia mtu, huwezi kumfanyia baya mtu. Yaani maana yake kutafuta ufalme wake na haki yake ni pale ambapo ukiwa katika eneo lolote, sehemu yoyote, nyumbani, mitaani, kwenye mazingira yote unayoishi, unajaribu kutenda wema, kuwapenda majirani, kuishi nao vizuri, kuepuka uongo, kuepuka fitina, kuepuka kumfanyia mtu yoyote baya. Umo ndo unautafuta ufalme wa Mungu. Sio ufalme wa Mungu ule wa tuliosema kwamba tunaahidiwa kuja kunyakuliwa. Hapana, ufalme wa Mungu huu unaozungumziwa hapa, ambao unatakiwa uanze nao, yani ni msingi wa imani au msingi wa Kristo. Ni huu ufalme wa Mungu, ni kuwa na upendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Hiyo ndio amri kuu. Lakini mpende jirani yako kama nafsi yako. Hizo amri, kanuni mbili hizo ukizifuata vizuri, ukaishi na watu kwa kuwatendea wema, kwa kuwafadhili watu, kwa uaminifu, kwa huruma, kwa kumuona ndugu yako, rafiki yako kama wewe unavyojiona, kadri unavyoyafanya hayo kwa sana, ndivyo unautafuta ule ufalme wa Mungu na haki yake inakuja. Tuangalia hapa kwenye Warumi 14 mstari ule wa 17 anasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Hivi vinapatikanaje? Vinapatikana kwa kuishi ule upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu, kumtazama wewe unavyojiona wewe mwenyewe, wewe na mimi tunavyojiona ni sawa na wengine, tukiwatendea wema wengine, tukiwafadhili wengine, tukiwa waaminifu kwa wengine. Humo katika mchakato hiyo, kila sehemu tutakakokuwa, huko ndo kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake.
Ukishautafuta ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote haya tunazidishiwa, na dunia itakuwa ni sehemu nzuri ya kuishi. Ndio maana hapa anasema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni kuwa na haki, furaha na amani. Hivi vinakujaje? Baada ya kuonesha ule upendo. Na ukisoma kile kitabu cha Luka 21 mstari wa 17 anasema ufalme wa Mungu uko ndani yetu. 17:21 ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Tukijaribu kuishi upendo wa Kristo, wa kumuona jirani kama nafsi yetu na kumpenda Mungu kwa nguvu, akili na moyo wetu wote, tukafuata hiyo kanuni vizuri, huo ufalme wa Mungu ulioko ndani yetu utaonekana. Kwa sababu sisi asili yetu sisi ni miungu. Sisi wanadamu ni miungu, sisi ni Mungu. Yaani sisi tuna nguvu kubwa ndani yetu, ila mpaka tuoneshe, tuishi kwenye kanuni zile za Mungu, ndio kutafuta ufalme wa Mungu. Yaani kila siku tafuta kwa nguvu zote kuishi kwa upendo, kumuona ndugu yako kama nafsi yako, usimdhulumu, uwe mwaminifu. Kila sehemu unapokuwa uoneshe upendo ule wa Kristo, upendo wa Yesu. Hiyo ndo kutafuta ufalme wako na haki yake. Sio ufalme ule wa kwenda kanisani kusali na kuimba vigeregere, unaimba sifa, unasikiliza neno, unafurahi, lakini ukitoka wewe ndio mwizi, wewe ndio mtu wa fitina, wewe ndio muongo, wewe ndio muuaji, wewe ndio mtekaji, wewe ndio unafanya madili ya kuangamiza watu wengine, wewe ndio unaharibu biashara za watu, wewe ndio mbaya kuliko nini. Huo sio kutafuta ufalme wa Mungu. Kutafuta ufalme wa Mungu ni kuishi ule upendo wa Kristo, kumuona mwenzako kama nafsi yako. Huko ndiko kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikawe pamoja nanyi. Mwenye kusikia na asikie. Amen.